cha Yohana, Injili ya Yohana mlango wa 3 mstari wa 16 hadi mstari wa 21. Bwana Yesu asifiwe. Na huu ni mwendelezo wa stori ambayo tulikuwa nayo juzi kuhusu habari za Yesu na Nikodemo walipokuwa wakizungumza mazungumzo kuhusu habari za ni jinsi gani mtu anaweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Na Bwana Yesu akawa anamwambia Nikodemo, mtu akitaka kuingia ufalme wa Mungu ni sharti au lazima awe amezaliwa mara ya pili. Na katika muktadha huo tuliona mazungumzo haya yalizungumzwa katika muktadha wa kuwa Yesu anayajua yote yaliyo ndani ya moyo na mawazo ya mwanadamu. Kwa hivyo hangetaka kuambiwa chochote na mtu yoyote. Haleluya. Basi tukamwona Nikodemo anaelezwa habari za kuzaliwa mara ya pili. Na Yesu anamweleza Nikodemo maneno haya. Kwa hivyo tukafika mahali Nikodemo akamuuliza Yesu, yawezekanaje mambo haya? Yesu akamuuliza, akachukua nafasi sasa na kwanza kumuuliza, wewe mwalimu wa Israeli na mambo haya hauyafahamu? Sasa bado mstari wa 16 mpaka mstari wa 21 ni mazungumzo ya Nikodemo na Yesu. Yesu akizungumza akimwambia Nikodemo bado habari za ufalme wa Mungu, jinsi watu wa ufalme wa Mungu wanavyotakiwa kuwa, jinsi watu wa ufalme wa Mungu wanavyotakikana kuishi, wanavyotarajiwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukafika mahali tukaona ya kwamba Bwana Yesu alikuja ulimwenguni kwa yoyote atakayemwamini atapewa uzima wa milele, atafanywa kuwa na uzima wa milele kwa wale watakaokubali kuzaliwa mara ya pili, ndio watakaoingizwa katika ufalme wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa stori hiyo na maneno hayo bado Bwana Yesu anamweleza Nikodemo. Ndio anafika mahali mstari wa 16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha hukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru. Bwana Yesu asifiwe. Wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Bali yeye atendaye kweli kuja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi kuwa yametendwa katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa haya ni maneno bado Bwana Yesu anamweleza Nikodemo ya kwamba kwa maana jinsi hii, na hiyo jinsi ilikuwa ni jinsi gani? Ni jinsi hiyo ambayo Nikodemo alikuwa anaelezwa na Yesu, ya kuzaliwa mara ya pili. Mungu aliupenda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kazi yangu kama mhubiri nikueleze, maana hapa kuna neno moja ambalo linarudiwa lakini linakaa ni gumu, halieleweki vizuri, kwa sababu watu kisikia ulimwengu kuna hata ulimwengu ni umwa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaposikia kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, tunaona
ulimwengu wa kawaida. Hapana, Mungu anasema neno ulimwengu linamaanisha watu. Bwana Yesu asifiwe. Neno ulimwengu linamaanisha watu. Kwa hivyo hapa ingekuwa hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliwapenda watu hata akamtoa mwanawe pekee. Kwa sababu ya kuwapenda hao watu, ndipo akamtoa mwana wake wa pekee. Bwana Yesu asifiwe. Na mstari unaokuja hapo chini, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na uzima huo wa milele anaupata katika yeye aliye mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Anaupata katika yeye aliyeupenda ulimwengu. Anaupata katika yeye aliyeufanya ulimwengu, aliyewafanya hao watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo neno ulimwengu linamaanisha watu. Mungu aliupenda ulimwengu, yani Mungu aliwapenda watu hata akamtoa mwanawe pekee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo hapa tunaangalia kitu kingine. Maneno haya ya Yesu akimweleza Nikodemo ya kwamba katika kuzaliwa mara ya pili, jinsi hiyo hiyo ndio iliyomfanya Mungu akawapenda watu. Na upendo wa Mungu unadhihirika wakati watu wanapomtafuta huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu amewapenda hao watu, lakini kuna kitu kimoja ambacho Bwana huwa hakifanyi. Na ni hiki. Amen. Kitu hicho ni hiki. Ni asili ya Mungu mtakatifu. Hata kama anawapenda watu, lakini ni asili ya Mungu kutafuta mtu mmoja katikati ya watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, kwa maana jinsi hii Mungu aliwapenda watu, ili kila mtu katika hao watu asipotee. Yani wewe ukimpenda huyo Mungu utapotea. Bwana Yesu asifiwe. Hasemi bali ninyi hamtapotea. Na kitabu cha Mwanzo, Mungu anasema ya kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Hakusema na tuwafanye watu kwa mfano wetu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anatafuta mtu katikati ya watu, na watu si wengine, ni wewe ndo mtu uliyempokea ukakubali kuzaliwa mara ya pili. Anakuambia maneno haya. Amen. Upendo wa Mungu ndani yako, upendo wa Mungu ndani ya Mungu. Yesu anakupenda, ndio maana akahatarisha maisha yake kwa ajili yako, akahatarisha uhai wake kwa ajili yako, akaiacha enzi mbinguni kwa ajili yako, akaacha mamlaka kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maneno ya Yesu akimwambia Nikodemo, kukala Mulungu anatafuta mtu katika yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mulungu anatafuta mtu katika yake. Amen. Kwa hivyo tunaona nini? Haleluya. Amen. Tunaona nini? Tunaona kwamba Mungu ingawaje aliwapenda watu, lakini lengo lake kubwa ni wewe. Lengo lake kubwa ni mimi. Ndiposa walio katika kanisa Mungu anataka watunzwe. Walio ndani ya kanisa wanataka watunishwe habari hizi, waeleweshwe, lakini walio nje wakumbushwe ili wakaweze kutubu dhambi zao. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na kitu kingine tunaangalia
Mtu yoyote ambaye hajamwamini Yesu tayari yeye huwa amehukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wale ambao hawajaliamini jina la mwana wa Mungu, jina la mwana pekee wa Mungu, tayari wameshahukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio sababu nimesema ya kwamba tunaambiwa, tunahubiriwa ama tunafundishwa kuwa makini kwa yale tuyatendayo, na pia tunawahubiri wale ambao wako kule nje wakajua ya kwamba wako katika hukumu ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati nasema maisha ni magumu. Yakiwa kwako ni magumu mara moja, kwake ni magumu mara 100. Amen. Kwa sababu anaishi katika hukumu ya Mungu. Yakiwa kwako ni magumu mara 10, kwake ni magumu mara 1000, kwa sababu anaishi katika hukumu ya Mungu. Nataka niwaambie hivi watu wa Mungu siku ya leo, na leo pia nataka niongee na mzee wetu hapa Sami. Mshukuru Mungu kwa sababu amekuleta kwa wakati mzuri. Maana wakati ulipokuwa bado haujamwamini, ulikuwa unaishi katika hukumu yake. Mnajua kitu ambacho kinamfanya shetani anakuwa katika kampeni kubwa ni nini? Anajua hatima yake imeamuliwa, hana nafasi tena ya kusimama mbele za Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia linasema hukumu itaanza kanisani. Lakini nataka niwaulize, mnafikiri ni hukumu ya kimahakama? Si hukumu hiyo. Haleluya. Amen. Sio hukumu hiyo. Aliye katika hukumu hana nafasi ya kuhukumiwa tena. Amen. Aliye jela ambaye yawahukumiwa kadi makubozo jela akatahukumiwa kahere. Kwa hivyo mwenye dhambi hana nafasi ya kusimama mbele za Mungu kwa sababu tayari anaishi katika hukumu ya Mungu. Kwa nini? Hajaliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini walioliamini jina la mwana pekee wa Mungu ndio wale watakaosimama katika kiti cha enzi cha mfalme Mungu wao. Bwana Yesu akiwaambia Mzee Sami, katika matendo yako tangu nilipokuokoa ulileta faida hii. Unaona hawa watu 20 wote hawa wewe ndio uliyewahubiria injili kwa jina langu na nikawaokoa. Chukua taji mwanangu, ingia katika ufalme wa baba yako, utawale pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ndio hukumu ambayo Yesu atakalifanya. Alafu kuna wale ambao watakuwa katika huo ufalme hawakuingiza faida yoyote, hawatapata taji kulingana na matendo yao. Uliishije kanisani? Uliishije na ndugu zako? Uliwapendaje watu? Haleluya. Amen. Uliwachukuliaje watu? Na hao watu uliwahubiria wangapi kwa jina langu nikawaokoa? Hakuna hata mmoja. Ingia mbinguni lakini taji hupati ng'o. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio hukumu. Lakini hukumu ambayo tunasema kwa wenye dhambi, wacha nikwambie, mwenye dhambi hata kama ananisikia mahali popote alipo, na ajue ya kwamba anaishi katika hukumu ya Mungu. Unaishi katika hukumu ya Mungu, unapaswa muamini Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina lake unapata kusamehewa, katika jina lake hauhukumiwi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu tamu. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Yesu tamu. Amen. Linanifanya siishi katika hukumu ya Mungu kwa sababu ya kumwamini kwake. Amen. Haleluya. Wale wote waliomwamini Yesu hawaishi katika hukumu ya Mungu kwa sababu wamemwamini yeye Mungu, yeye Yesu aliyetumwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wasiomwamini wanaishi katika hukumu ya Mungu.
Tuangalia, amwaminie yeye hahukumiwi. Biblia inawaambia ya kwamba neno ulimwengu ni watu, na Mungu anatafuta mtu mmoja. Hasemi wamwaminio wao, anasema amwaminie. Mungu anafanya kusingle out, yani anaongea katika umoja, katika single umoja. Amwaminie yeye hahukumiwi. Alafu tena narudi katika umoja, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Yani huyu hatasimama mbele za hukumu tena, amekwisha hukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Msione kuko manakapatapa, ni kwa sababu manaishi dhambini, manaishi na dhambi. Mulungu kahamwema nao ndiko huliko kaonatu kusehaha kukala namba. Ukitaka kufanya haya ni afanyayo Nikodemo, zaliwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukitaka hivi bado namwambia, ukitaka kuingia ufalme wa mbinguni ni lazima uwe umeniamini. Maana ukiamini, ukizaliwa mara ya pili ni mpaka uwe umeniamini. Bwana Yesu asifiwe. Na kama hutaniamini tayari unaishi katika hukumu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bado ni Yesu anamweleza maneno haya Nikodemo. Jambo la pili na la mwisho kabla ya kumaliza ni hili: wasiomwamini wote wasiomwamini Yesu ni watenda mabaya, na ndiposa hawaji katika nuru, maana matendo yao yanatendwa na kufanywa katika giza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama wachawi wako, hata kala taimabuko, lakini aje kama loga mzana ni jereni nulongo. Hata kama wachawi wako wengi hawarogi mchana kwa sababu wanaiogopa nuru. Hata kama wezi wako, lakini wengi hawaibi mchana kwa sababu wanaiogopa nuru. Haleluya. Hata kama wanangu, hata kama wazinzi wako, lakini kama zinzi mchana, wana zinzi usiku, mana tuwakaza yenye usiku, mana tuwalume yenye usiku, mana josawike. Hata kama wako wanaofanya mambo haya mchana, lakini asilimia kubwa wanafanya usiku kwa sababu wanaiogopa nuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unajua Yesu anaongea maneno haya kwa sababu gani? Bado anadili na Nikodemo. Tuko katika mazingira ya Nikodemo. Nikodemo hapa juu anasema, sikiza mstari wa kwanza mlango wa 3. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Mstari wa 2, huyo alimjia usiku. Sasa bado Yesu anadili na Nikodemo habari za kumjia usiku. Tu ambacho kinakwendona goano mwenye haki ni noni mwalimu wa sheria. Tu ambacho kinakuenda hata unanijia usiku ni noni? Ni nini kinachokufanya unanijia usiku? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mwenye haki matendo yake yanatendwa hadharani. Mwenye haki matendo yake anayatenda waziwazi, yoyote na watu wote wajue kwamba nayatenda kwa sababu Yesu ni mwokozi wako. Amenizaa mara ya pili, amenifanya sisi katika hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hicho ndicho kilisho. Hatuishi katika hukumu. Tunayatenda matendo yetu wasiwasi, kila mmoja akiona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mzee Sami ni hapa hangeniona kwa sababu nilienda na mchana na ni wazi nikamweleza kila kitu ya kwamba siku ni leo, hakuna siku nyingine. Amen. Na hata yule mama mwingine ambaye hakupata nafasi ya kuja, ingawaje atakuja naye pia nikamweleza
mateso unayoyapitia chanzo chake ni dhambi. Chanzo chake ni kutomwamini Yesu. Yale unayoyapitia, kutokufanikiwa kwako, chanzo chake ni dhambi. Kutokuonewa kwako, chanzo chake ni dhambi. Hata kama haupati mume, chanzo chake ni dhambi. Haupati mke, chanzo chake ni dhambi. Haufanikiwi, chanzo chake ni dhambi. Haulali vizuri, chanzo chake ni dhambi. Haupati pesa, chanzo chake ni dhambi. Tunaishi dhambini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wetu ni Mungu wa mali nyingi, lakini anataka uishi katika kanuni zake. Baba Askofu nilimpata mitandaoni siku moja akiwa anasema habari za uongozi, ya kwamba uongozi una kanuni zake. Haleluya. Amen. Uongozi una kanuni zake. Kila kitu kina kanuni zake. Haya maisha tunayoishi yana kanuni zake. Nikodemo anamwendea Yesu usiku. Yesu anamwambia, mwenye haki anayetenda mema huyatenda nuruni. Tuangalie katika maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru. Lakini kitu ambacho kinamshangaza Yesu hapa ni na yeye katika muktadha ule kwamba haambiwi chochote, maana anajua mawazo ya mwanadamu. Mbona huyu amenijia usiku? Na wale wanaotenda mabaya wote wananiogopa, wananichukia, lakini mbona huyu amekuja usiku na hanichukii mimi? Kwa hivyo huyu anahitaji kuokolewa. Ndio anamwambia Bwana tu anachukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Lakini hapa Yesu anaona ya kwamba Nikodemo alikuja usiku kweli, ndio, lakini alikuwa yuko tayari kukemewa katika matendo yake. Ndio maana Yesu anamwambia, wewe ni mwalimu wa Israeli na mambo haya hauyafahamu. Wewe ni mwalimu wa Torati na mambo haya hauyafahamu. Huko ni kukemewa. Nikodemo anakemewa, lakini Nikodemo anasema, ingawaje hatumsikia kijibu, lakini alikuwa yuko tayari kuonywa na Yesu, yuko tayari kurekebishwa na Yesu, yuko tayari kuambiwa na Yesu, yuko tayari kufanya chochote atakachoambiwa na Yesu, maana hakuiogopa nuru, ingawaje alienda usiku. Amen. 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 Lakini mtenda mabaya yeye hutenda matendo yake usiku, wala haji kwenye nuru, yasije matendo yake yakakemewa. Ila yeye atendaye katika Mungu anakuja kwenye nuru, yeye anakuja wokofuni. Ndio maana Nikodemo akaamua kumfuata Yesu ili matendo yake yakemewe na yaonekane sasa. Baada ya baki toka hapo, ajue Wayahudi wajue ya kwamba sasa ni mwanafunzi wa Yesu wasiwasi, sasa ni mwanafunzi wa Yesu kinagaubaga. Chochote atakachokifanya anakifanya kwa sababu ameijua kweli, anaifanya kwa sababu amezaliwa mara ya pili, anafanya kwa sababu hayuko dhambini, anafanya kwa sababu hahukumiwi, haishi maisha ya hukumu, maana ametoka hukumuni ameingia uzimani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watakatifu wa Mungu, cha kufanya ni hiki. Kama mtakatifu na mtu niliyemwamini Yesu, nahitaji kutenda matendo yangu wasiwasi katika nuru, kwa maana najua kwamba nayatenda katika haki. Viongozi wa makanisa wengi na wachungaji wengi katika injili wanapitia dhiki kubwa. Kwa sababu gani? Watakatifu wanaoongoza makanisani wanakiri imani ya Yesu, lakini matendo yao yanakana kwa wanachokikiri. Matendo yao hayafanani na wanachokikiri.
tukikiri ni wa kanisani, ni wokovu. Jumapili, Jumatatu wamemwacha Yesu, Jumanne wamemwacha Yesu, Jumatano wamemwacha Yesu, Alhamisi wamemwacha Yesu, Ijumaa wamemwacha Yesu, Jumamosi wanajitayarisha kwenda kukutana na Yesu. Wokovu wa Jumapili peke yake ndio tulionao makanisani, watu ambao mtu akitoka kanisani hana habari za Mungu tena, hajui wala hawazi. Nitawashuhudia watu vipi? Hawazi. Nitawatembelea washirika wenzangu vipi? Hawazi. Nitaomba vipi? Hawazi. Nitafunga vipi? Hawazi. Nitawadibisha mwili wangu vipi ili roho yangu iweze kupona katika Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Hao ndio washirika, ndio waumini tulionao makanisani leo. Lakini kanuni ya Mungu ni hii, hata ndani ya kanisa bado Yesu anatafuta mtu atakayemwamini ili amwokoe, asiishi katika hukumu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jambo la mwisho ni hili, yale ambayo yananifanyikia nikiwa katika mwana wa Mungu. Na maliza, yale ambayo yanakufanyikia wewe ukiwa katika mwana wa Mungu, yale ambayo ukiwa ndani ya Yesu yanakutendekea. Kumwamini mwana wa Mungu pekee kunanifanya mimi nisipotee. Bwana Yesu asifiwe. Kumwamini Yesu pekee kunanifanya nisipotee. Haleluya. Ukiwa unataka usimame mbele za Mungu siku moja, mwamini Yesu ili usipotee. Anataka mtu mmoja Yesu, hawataki nyinyi nyote, anakutaka wewe. Amen. Ndio maana Biblia inasema roho moja ikimgeukia Yesu, mbinguni kuna furaha. Asemi roho 10, asemi roho 100, anasema roho moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunasema ni asili ya Mungu kutaka mtu mmoja ili amwamini na amwokoe. Ninapomwamini Yesu mwana wa Mungu pekee, sitapotea. Hautapotea mama, hautapotea dadangu, hautapotea kakangu, hautapotea baba yangu, hautapotea mwanangu, kwa sababu umemwamini Yesu, umeliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Haleluya. Na kitu kingine cha pili, kuliamini jina la mwana wa Mungu halitanifanya nihukumiwe. Jina la Yesu ndilo jina lipitalo majina yote, hilo ndilo tulilopewa tuokolewe kwalo. Jina la Yesu linanifanya siishi katika hukumu ya Mungu. Jina la Yesu linanitakasa dhambi zangu. Jina la Yesu linaniondolea magonjwa. Jina la Yesu linaniondolea fedheha. Jina la Yesu linaniondolea kusononeka. Jina la Yesu linaniondolea kila kitu, linaniweka kwa shwari. Bwana Yesu. Jina la Yesu tamu sana. Hilo jina la Yesu, hilo jina lina raha. Hilo jina, jina la Yesu, hilo jina lina raha. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi siku ya leo wanatamani kugeuka na kurudi nyuma, kusema ni kwamba Yesu aliniokoa lakini sitimizi, maana sitimizi kile ulichoniagiza. Niko tayari leo kufanya unachotaka. Niko tayari kama Nikodemo kufanya unachotaka. Nikemee, nirekebishe, hata kama nafanya mambo yangu gizani, lakini leo nitayafanya nuruni.